so many bless. Look around, nam salute kama scout. Yes, him a coming in and going out. How many surround, around about. Me sit at some book out and about. I me figure things out. I'm the head, no the tail. Avitu zangu azita fail. Inakafunga kama jail. Nimeja mazuri kama bail. Ay, nimejawa na favor. Maisha yangu ina flavor. Yesu wangu amekita. I'm so blessed. Sima ringo. But I know I'm highly favored. Yeah. Sima ringo. But I know I'm highly favored. Inasibonge tu ya hali ya mfuko. Ni akili na roho vile kuko. Kuweka smile bila mstuko. Cause my times I'm suko. Uko top niyo tuko. Down siya tupo. Tunaleta shoka mlipuko. Chetani tumempiga mchujo. I'm the head, no the tail. Abitu zangu azita fail. Inakafunga kama jail. Ya mazuri kama bail. Ay, nimejawa na favor. Maisha yangu ina flavor. Yesu wangu amekita. I'm so blessed. Sima ringo. But I know I'm highly favored. Yeah. Sima ringo. But I know I'm highly favored. Yeah. Sima ringo. I'm highly favored. Ring mama. Sima ringo. Shoti baba, yeah. It's kama unisho tu ya Yesu, basi buda wacha story. Kama unisho tu ya buda wacha story. Kama unisho tu ya blessing, basi buda wacha story. Kama unisho tu ya buda wacha story. 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 Hakuna time ya longo. Yeah. Mamchezo ka longo. Yeah. Kabla kufungua mdomo. Yeah. Tubonge safisi udongo. Yeah. Kila kitu tuna sese. Tusibongeza wa sese. Tuachane na mapepe. Labda kusifu na kupepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha goodness. Kama unisho tu ya Yesu, basi buda wacha story. Kama unisho tu ya buda wacha story. Kama unisho tu ya blessing, basi buda wacha story. Kama unisho tu ya buda wacha story. 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 Maneno yanajenga na kupomoa. Maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno kabla ya kuchomoa. Heri unyamaze, ama buda wekohoa. Bonga blessings. Bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love,
things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha goodness kama unisho juu ya Yesu. Basi buda wacha story kama unisho juu ya buda wacha story kama unisho juu ya blessing. Basi buda wacha story kama unisho juu ya buda wacha story, buda wacha story. Buda wacha story. Buda wacha story. Buda wacha story.
Yes. A very good evening. A very good evening. Ngweshiria nitwagethio wega, masaa imefika, masaa imewadia na masaa ni ile sasa ya kusema ni Youth Podcast. Gimaya wananiita Brian Maina, wananiita Brian Maina na tumedonjo hapa hivi ndio tukao tukizungumza naye moja kwa moja, tukao tukibanja, yani tukibanja moja mbili tatu, tujue mambo iko namna gani, tujue tucheke kidogo, tuomboleze kidogo kama itabidi tuomboleze. Ndio maana tumefika. Na studioni sijakuja peke yangu, nimekuja na mwenzangu hapa hivi. Ningetaka kiasi pale ajitambulishe, atuambie je, anaitwa nani, leo amejiandaa namna gani, waambie leo umetoka side gani, na mambo iko namna gani. Mimi niko poa by the way. Kwa majina ni Elvis, Elvis Gitau. Na mimi nimetembea. Nimetoka pande za Roy. Okay. Yes. Place karibu na Quickmart. Kwa ndio nimetokea. Nikakuja tuzungumze mawili matatu kwa hii podcast. Yes. Na Roy kuna njeve, Roy mambo inamna which. Roy kunajulikana kwa vumbi. Lakini this time nimekuja nilikuwa ndani ya gari kutoka kwa nyumba mpaka hapa bana. Kwa hivyo Kavumbi kametulia. Kavumbi ni kwa wingi. Kalikuwa kwa wingi mzee. Lakini kuna baridi asubuhi ama hali ya anga hiyo hizo side iko namna gani hiyo side huko. Hali ya anga tuseme especially asubuhi. Yes. Kuna kuanga na kabaridi hivi. Ila ikifika mchana kunatulia. Na pia usiku sasa kuna tulia tu. Yes. Najua kanachomoka. Okay. Anaitwa Elvis G, kijana wa kazi. Na mimi wananiita Senior Maina, wanakama kwa jina lingine wananiitanga kama Jaba Yawera. Asubuhi tunakuanga na wewe hapa ndani ya breakfast show. Sasa ndio nimedonjo hivi ndio tukuje tubanje. Wanasemanga ni kubanja. Kubanja kunego, ndio kunego sasa. Tumekuja hapa tunego moja mbili tatu, tujue mambo itakuwa inakaa namna gani. Tujue tutakuwa tunawaambia na which. Najua tumewaandalia mastori. Remember kuna trending za wiki nini kutoka Monday pale, kutoka pale last week tutakuwa tunawapeleka na mutaratara kabisa. Si ndio hiyo sasa? Ikienda ile pande nyingine nayo kuelimisha tutakuwa tunawaelimisha wajue je, leo topic kuu ikiwa ni kwamba tunataka tuongelee kuhusu unaona drug and substance abuse. Ndio mangwai. Ndio wanaziitanga mangwai. Mangwai sijui what? Mangwai na madre. Ndio hizo na madre. Tutakuwa tunapiga gumzo hapa hivi tumetulia. Tutake kujua kwa nini mayouth wetu tutake kujua kwa nini mayouth wetu sana wanakuwa wako wanaingia katika zile harakati ya kukua wanakuwa binafsi wa dawa za kulevya. Na tutake kujua pia hivi je ni nini inaweza fanywa ama ni nini kinaweza tendwa ili ile hali ya kutumia zile dawa za kulevya ikuwe ni ya kupungua. Ndio maana tumefika hapa. Huku ni Brooks of Life TV ambapo tunakuambia tuko hapa kwa sababu yako. Na tumekuja hapa ili tukue tuzungumze moja mbili tatu hivyo tukue na jioni njema pia nayo ukiwa tu pale nyumbani ama ukiwa tu ndio unatokea Mboka. Unajua niitanga Mboka. Youth man hawajui ati job. Wengi wanaijua ni mboka gig. Ndio wanazitanga mpaka kuna gig. Mpaka kuna gig. Ndio bado tuko hapa na kabla niendelee zaidi niingie kwa upande wa ndani kabisa. Naelekezwa naambia kwamba ni vizuri nijulishe watazamaji wetu wote na wasikilizaji wetu ya kwamba come September kuna conference ambayo imeandaliwa na our own director, our own Bishop Jerry. I hope unamfahamu. Na najulishwa ni kwamba ni vizuri niambie mayouth man wetu, niambie Mbogi ati kwamba kuna kongamano ambalo limeandaliwa pale linaitwa INGNC, International Gathering of National Changers, ambayo itakuwa September. Hii ni mwezi ambao unakuja. Itakuwa upande wa Thika High School. Kwa hivyo Mbogi ni vizuri sana wajue ya kwamba hiyo siku nataka tukuje tukule neno before about kukula pia mtakula lakini kwanza tukule neno, tuhubiriwe na our own Bishop Ann kutoka upande wa UK. Majuu. Kabisa. Wanaoitanga majuu. Atatuhubiria neno, tusikie neno moja pale 2 3, tukule chakula pia. Na above that
pia wengi wataokoka. Natumania hivyo wengi wamjue Mungu na mambo itakuwa ikienda na njia ambayo inayofaa. Kwa hivyo nimeambia hilo tangazo nisilipite. Remember itakuwa September kutoka tarehe 17 mpaka 20. So hizo ni siku 4, ukijeza pata time tutaandamana nayo. Ukitaka kuona mtu kama Elvis G one on one, mtapatana naye huko. Ukitaka kuona mtu kama Senior Maina atakuwa humo. Ukitaka kuona kama our own director Mr. Kimani wa Emma atakuwa huko. Our producer of today ambaye ni Franco Joke pia wote watakuwa humo. Na nimeona ni vizuri ningewajulisha hilo tangazo kwa sababu ni vizuri kabisa before tuingie ndani tujue mambo ni namna gani, namna which ama namna how. Sasa ningetaka uniambie hii leo umewaandalia nini Mr. Elvis J? Leo mimi ningependa tuongelee mangoa hii inaitwa shada. Ni shada. Tujue inatumikaje, inapatikana wapi, mbona inatumika, get. Yes. Pia changamoto zake, pia nini ingine. Pia tujue madhara yake. Yes. Tujue baada ya kutumia nini na nini itafanyika, itakuwa namna gani. Yes. Na mengineyo. Ndio hiyo sasa. Na ni vizuri tena waendelee kunena nasi. Kule Facebook, wakiingia kule Facebook Brooks of Life TV watatupata humo. Wakiingia pale pande za Rit TV Media pia tuko huko. Wakiingia Oge Media pia tuko huko. Ni vizuri sana unene nasi pale, tutumie salamu zako. Remember leo ni Wednesday, inaitangwa Love Wednesday. Unaweza tumia mpoa wako pale salamu, useme tumsalimie hewani, asikie akiwa valued ama asikie akiwa inaitangwa nini? Kukua pampered, asikie vizuri kabisa, kukua pampered. Ndio hiyo sasa kwa lugha ya Kimombo, asikia recognized. Asikia akiwa recognized. Ndio. Ndio hiyo sasa. Ningetaka tunao tumesema tunaongelelea kuhusu drug and substance abuse. Na ni tumeona sana vijana wetu wanakuwa wako sana wanaingia katika uraibuni hiyo wa kutumia madawa na dawa za kulevya na nini. Wengi wamepoteza vitu mingi, masomo, kazi. Wengine kazi zinawashinda kufanya kwa sababu ya kukua that huyo msee azifanya kazi kama hana hiyo kitu, hana hiyo ngwai, hana hiyo cocaine, hana hiyo heroin. Hivi je, unaweza sema namna gani ama ni jinsi gani mtu anaweza tumia ili kujiepusha na hizo mambo ya dawa za kulevya, kutumia kukua mraibu, yani kukua addict katika hizo madawa za kulevya? Kwa mfano ningesema kabla uanze kutumia hiyo ngwai, yes, kitu ya kwanza lazima ukuwe umefikiria. Kwa hivyo kisa kikubwa sana kwa kichwani mwako. Yes. Kwa hivyo ni kitu ya kwanza ulifikiria, ndio hiyo, ukajadiliana na akili yako na moyo wako, ukasema nikaitumia inaweza nisaidia hivi na hivi. Lakini wengi wetu tunasahau kujua kwamba iko na kitu inaitwa side effects, na pia kuna kitu inaitwa consequences. Yes. Kwa Kiswahili ndio jina imenitoka, lakini kuna hizo consequences. Yes. Hizo consequences huwa hatuzifikiri. Ndio hiyo sasa. Ndio unapata kwa nafikiria puff moja peke yake kabla itoke kichwani inachukuanga nafikiria miaka 6. Miaka 7 wanasemanga sana wanasemanga most of the time ni miaka 7, wengine wanasema ni miaka 6, wengine wanasema ni stories za jaba. There is nothing like that. Ati inakuanga tu ni jokes. Sijui kama ni kitu inashai happen. Naweza taka mmoja kama wewe uko pale ushai maybe tumia ama maybe ukishakuwa addict. Utueleze je, maybe ukawacha ili kama uliwacha, is it still running on your mind? Ati juu sasa nasikianga ndio uache lazima inatakingi 7 good years. So ni kitu mtu anakuanga amechora. Unasema ni kitu ni choice inakuanga usha make. Ati naweza piga puff, naweza piga kamoja nisikie yenye katanipeleka. Alafu sasa unapiga kapafu, unaona ni kama kamekupeleka Jerusalem. Kesho nayo unasema tena wacha nijaribu ya mwisho.
ama nijaribu mbili nione saa mbili itakuwa namna gani kabla ujue ushakuwa addict. Na sijui kama ushaikuwa na rafiki ambaye ako katika hiyo sekta ambayo ametumia hizo dawa za hizo drugs, hizo mangwai, hizo mama sijui mashada, sijui makokaini, maheroin. Ushaikuwa na rafiki mmoja hivi? Nimekuwa na rafiki mmoja hata kadhaa, especially nikuwa shuleni. Najua huko sasa ndio tuseme watu hujaribu mambo mingi kwa kuwa pia kuna wakati na pia tuseme kuna pesa so kwa hivyo sasa hiyo ndio fursa mzuri sana watu hutumia kufanya nini kutumia hizo madrugs. Ndio hiyo. Na kulingana na huyu rafiki ambaye nilikuwa naye mwenye alikuwa anazitumia sijaiona mtu anatumia hizi vitu ako na nguvu especially tuseme akue hajaitumia hananga nguvu, anakuanga na mwili dhaifu sana. Ndio hiyo. Kwa hivyo kitu ya kwanza inakufanya ukue mtumwa. Kwa hivyo ati kama sijatumia hii ngwai siwezi fanya kitu kingine. Ndio hiyo. Tu ulevi tu. Kama hujalewa yani ndio wanasemanga kama hujakata ama kutoa lock hakuna kitu ya maana unaweza fanya. So naje by the way Elvis, sasa kama sasa venye tuko most of our young people wameingia katika hiyo sekta ya kutumia madawa za kulevya, mashada, wengi ni peer pressure, wengi ni kujipata, wengi wanasema ni stress. Hivi je, mtu anaweza jitoa aje? Juu kuna mtu tu anasemanga I wish naweza jitoa. Hebu step moja tu yenye msee anaweza take ajitoe kwa hiyo hali ya kukua anatumia hizo drugs, ako yani addicted to drugs. Lakini pia italingana amekuwa kuanda drugs for how long. Yes. Ndio kama ameenda too deep atafute ushauri wa daktari. Lakini kama huyu ni mwenye amekuwa influence sema hajaenda sana hiyo anaweza sema ataanza na akili aseme mimi sifai kutumia hii si deserve then kukilio hiyo urge unatafuta something to do. Sema kama kitu unapenda kufanya, kama wewe ni mwimbaji unaweza tumia vitu kama hizo. Unaweza imba kama ni kucheza gitaa, kucheza mpira ama kujiangalilia vitu kama unaweza enda kwa uwanja ball, watch ball venye inaendelea na kadhalika, na kila kitu inaweza kuwa tu iko fiti. So ni poa tu msi ajikeep, in short ujaribu kujikeep busy, kujidistract. Kitu ya kwanza yenye inaweza kusaidia kujiunpin. Unajua siku hizi ni kuna kupin na kuunpin. So ile time ile yenye unaweza kile ndio kujiunpin, lazima ujihusishe na kitu yenye itakukeep busy kabisa. Kama for example kwenda grao, kujumuika na mabeshte nini. Na what about umesema kujumuika na my friend, umesema kujumuisha kwenda field, na akienda field apatane the same people wenye ana avoid ndio wako huko, ama anafaa kujumuisha na marafiki wanakaa namna gani? Mimi nitasema ni vizuri juu hii maisha wezi filter ati uweke watu wabaya kando, watu wazuri kando. Ni unaenda tu unafanya kenye imekupeleka hiyo field. Kama ni kucheza, kama ni kutazama, uende utazame, uende ucheze, urudi kwenye umetoka. Na ukifanya hivyo utaondokea ngori. What about when sasa mwenye ana fear rejection? Unajua kuna mtu anakuanga for instance as young people kama ushaigundua we fear rejection sana. Unaweza ingia kwa madre, unaweza ingia kwa mangoi manini hizo zote and then uambwe kuacha. Then watu wenye unaenda sasa kupatana nao maybe ama wenye unaweza take as your friends washajua unatumianga madre, washajua nini wa kureject. Wana atadilaje na hiyo kama hiyo rejection, kama atakuwa rejected maybe after kuacha ama after maybe ameamua atachange, anaogopa atakuwa rejected. Mtu anafia kureject, unaweza mshow namna gani? Mimi ni one of the rejection. Hiyo sitakudanganya juu. Me fun enough my life sijatumia any substance. Sijalewa, sijatumia madre, sijatumia chavis, hakuna kitu nimetumia. So rejection is real. Juu naulizangwa by the way Elvis utumia ama wewe Elvis kunywa pombe gani? So huwa nashindwa kwani wewe kwani wewe udu. So kuna kuwa na hiyo attack. Unaulizwa kwani wewe
youth yako unapanga kuenjoy namna gani, una get? Yeah. Kama sasa kaseme tuende sana, tuseme kwenda hizo masherehe. Yes. Sisemi sherehe ni mbaya, lakini pia ni vizuri unajua kinyi imekupeleka sherehe, una get? Na mi mwenye Kenya naweza ambia msee, yes, chochote Kenya unajua kinaweza kudrag back to where you are, ondokea. Ndio hiyo. Juu saa nyingine ni ngumu uchukue, kama mimi ni ngumu nichukue barabara ya kwenda Tao. Yes. Ati ni expect kujikuta Ruai. Hakuna kitu kama hiyo. So ni vizuri pia mtu achague path yake. Exactly. Kwanza the main thing yenye unajaribu ku drive hapo ni ukimake choice. Yeah. Ukimake choice yako unakuwa uko so makini. Yeah, so determined. Na pia hiyo pia influence. Yeah, unajua kuna pia unasikianga Mbogi na kuambia tutakuchuja juu maybe wewe uvutangi shada. Tunataka msia anavuta hii kitu. Sasa ukisikia msia anaambiwa hivyo unakuwa na ile pressure ya manze sinipiga tu kapafka moja niingia tu kwa Mbogi, nikishaingia kwa Mbogi sitaivuta tena. Leo unaingia kwa Mbogi after some few days washaanza kukuambia manze hiki kitu lazima ukae ukivuta 2-3, hiki kitu lazima ukae ukijidunga sijui nini aka kachaves lazima ukae ukiweka sijui whatever. So it's all about your choice. Yeah, choice. It's all about kukosa kufia like people watakureject juu to me ama like watu people not watakupenda juu upendi, wanakuuliza kama wewe unajua sasa kuna swali fulani wasee ulizwa by the way. Unasikia msao akikuza una dem uendangi sherehe, uvutangi bangi, kunywangi pombe. Sasa what do you enjoy? For me by the way wanaulizanga kwani wewe udu. That's the question. That's the question that many generations, say the generation yetu, you know, you are the victim here also. So unasikia mzee anakuuliza mzee wewe je na ukienda club je kuona ukipati je kuona ukikunywa pombe ujeni wewe unakuanga kwanza wewe ni rejector wa kuvuta mangoa ama nini. Na sana unapata mwana anakuambianga hivyo kati hizo vitu anakuambia yeye hapo unazona sana kwanza wanaanzianga huna mpoa. Yeah, exactly. Sasa wanaenda wakikufurahia hivyo. Is it something that some of the you that theme because that theme hutumiwa sana una mpoa sijui uvuti bangi ukunyi pombe uendangi kanisa sijui. Ni kweli. So, that theme should someone take it like serious ama unafaa tu ujue you are living our own life. Una ati sijui ati kushinda ukipressure na mtu. Mimi nitakupea mfano. Unajua Benz. Yes. Na unajua Jeep. Si ndio? Yes. Hizi zote ni gari ziko na miguu 4. Lakini hizi zote haziwezi pelekwa the same barabara. Yes. Si ndio? Yeah. Tuseme for instance hiyo Benz. Benz ni a place barabara soft. Benz ni a mambo kama racing. Ndio hiyo. Tuko pamoja? Yes. Na Jeep ni a rough road ama kupanda milima. Ndio hiyo. Na once utapeleka Benz kwa milima itaharibika. Na once utapeleka Jeep kwa mashindano itashindwa. So ni the same thing. Kuna mwenye ye ako specific, ako perfect na kitu fulani. Okay. Na akipelekwa akichangewa two direction. Yes. Anakuwa wastage. Tuko pamoja? Of course. Kumaanisha uwezi benefit everywhere. Yes. Una get? Yeah. Na pia uwezi kuwa accepted everywhere ama kuwa effective everywhere. Ndio hiyo sasa. So ni vizuri unajijua na you know where you belong. True. Juu pia kuna niliona kadoba tu fulani demo anaimba anasema sometimes being everywhere eventually will be nowhere. True. Una get? Yes. Na pia you cannot be everyone. Kwa hivyo usijaribu ku please everyone. Eventually wewe mwenyewe utakuwa disgusted with yourself. Kabisa. Kwa hivyo ni vizuri ujue wewe ni nani na kenye unadai. Then uende kwa watu wanakaa wewe. Unaona kama venye watu wa Benz huenda kushindana na Benz zingine na venye hizo Jeep huenda kupanda milima na Jeep zingine. Yes. Do the same. Okay, that's the point yenye kwanza tutaekea full stop hapo. Na elekezo ni vizuri sana tukimbie pale break. Tupige gaps mbili za maji hivyo then we are coming back tuendelee kutoka hapo. But mimi nitawaacha tu na venye umesema
be where you are supposed to be. Yeah. Usitake pia influence ikuridi kwa kutumia madre, pia influence kupeleke huko na huko in your own life. So our viewers, and mkiwa pale tu home umetutegea mahali popote unatuwatch, mahali popote unatusikiza, thank you very much. We are here because of you. We are here because we want to talk to you. We are here because we want to encourage each other, and we want to walk with you this journey of life. Remember to keep subscribing there at YouTube Brooks of Life TV, pale Facebook to follow, na mambo itakuwa ikienda tu fit. Na pia namba ya simu iko pale hivyo, unaweza tupigia, tutaichukua na tukue tukibonga na wewe hapa ndani ya studio, utuambie mambo iko namna gani zaidi za kwako, mambo iko vipi, mambo inakaa namna gani, na kila kitu itakuwa ikienda ikiwa fit. Majina wananiita Brian Maina, wananiita Senior Maina, wananiita Jamba ya Wila. Hizo majina zote ni zangu. Nataka tukimbie break. Yeah. Then we are coming back. Yeah, kwa majina mimi ni Elvis. Yes. Tupatane after break. Ndio hiyo sasa. Yeah. Are you a gospel minister and you need a platform? Brooks of Life TV is here for you. We give you space to share the word, to minister in worship, and to reach many lives. Join Brooks of Life TV today, where the gospel brings hope and life. Contact us now. Thank you so much watazamaji wetu wa Njiru, watazamaji wetu wa mahali popote ambapo unatutazama ukiwa. Leo nimetembea Njiru na nimekuja kuangalia kwa ile show ambayo tunajitanga Brooks of Life mtaani. Habari yako mzee? Salama sana ndugu yangu. Uko poa? Mimi niko fiti. Na wewe uko namna gani? Uko poa kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Karanja wa kuku. Na niko hapa Njiru nauza kuku za kienyeji. Hii shughuli umeifanya miaka ngapi? Kama 15 hivi sasa. Iko salama, ni kienyeji, piwa ambayo watu wanahitaji. Kabisa. Na hii biashara ndio umefunza nayo watoto wako? Kabisa, wamesoma college, wanaenda university, primary, iko sawa sawa. Ni kama unatutolea kakuku tuone kuku inakaa namna gani. Maana kuku na idea mbalimbali, natoka side za Rift Valley, natoa Ukambani, natoa kila mahali ndugu yangu. Na ninaona kuku iko na afya mzuri sana. Kabisa, na ni kubwa tena ni mzito, iko na uzani ndugu yangu. Unaambia watu ambao wanataka kuku wakiwa pale vipi? Niwaambia hivi, tembelea Njiru hapa stage, ndiko karibu na Rex Petrol Station opposite. Ni wauzia kienyeji, waulize Karaja wa kuku, namba yake ya simu ni 0725 477 663. Yes. Hata delivery nafanya, niko na motorbike nafanya delivery. Wow. Kwa boma kila boma. Kabisa. So na sisi tunajiita Brooks of Life TV, tumetembea Njiru na tumeona mzee anauza kuku hapa. Ni vizuri ukiwa hapo na unataka kuku, kuna sherehe, kuja upromote mzee yako hapa Lexo, opposite Lexo utampata. Utarudia hiyo namba yako ya simu 0725 477 663. Karibuni mkukule kuku za kienyeji. Yes mzee, ni kama hata kuku unauza unachinja? Mimi nachinja vizuri, nachinja kulingana vile mtu anahitaji, na katakata vile mtu anahitaji, na choma vile inavyostahili kuchomwa, na niko kijijio ni safi, mahali pasafi, alafu nafuga vizuri, hata ukihitaji kudalifiwa kwa nyumba, naleta mpaka kwa nyumba. Wow. So mzee anauza kuku, anakuchinjia, ukitaka kuku ambayo imechinjwa, ukitaka kuku ambayo haijachinjwa, mzee ako hapa na nambari yake iko hapo kwa screen, umpigie simu na ukujie kuku. Na nirudia namba ya simu ni 0725 477 663. Utapata jina yangu Karaja wa kuku. Wow, thank you so much kwa ajili ya kukuwa na sisi kwa mtaani. God bless you so much.
Checking the rhythm. Checking the rhythm. Keep it moving. Keep it moving. Maybe you should just get it out. Say, Pee Wee that beat. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. I will praise you, Lord. You have made me glad. Lift your name up high. Let the whole world know you have been my help, my on-time God. Rafiki wa karibu, hey, hey. You're the Alpha and the Omega, my beginning and my end. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. This love has captured my heart. This love has set me free. So I will shout about it. I will dance about it. Nitatangaza upendo wako. Every tribe and every tongue, raise your voice to him, say. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. I will sing for you. Day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you. Usiku na mchana nakupa sifa, day and night, Lord, I'll give you praise. Kila niendapo nakuinua, I will honor and live for you.
Yes, we are back Yeah. we are back on the site. Nitanga tumerudi ndani ya mjengo. Ndio hiyo sasa, na ni vizuri sana tuwajulishe huku ni kwa Brooks of Life TV, ambapo hapa tunakuambia tumekuja kwa sababu yako, tubonge, tubanje, tucheke, tufurahie, tumalize siku ya leo in a smart nice way. Na ni vizuri uambie leo tuko wapi? How is the feeling? Leo tuko best. Leo kwanza ndio nasikia ni Love Wednesday. Nasikia umesema hivyo before. Kabisa. Yes. Na hata mimi ningependa kusema love to where she is. Kwa pande za Kiambu. Yes. Kwa majina ni anaitwa Celine Gitao. Ashachukua the sunny. Ashachukua sunny. The sunny. Celine Gitao umesalimiwa na hiyo Gitao here. Yeah. Anything else unaweza taka kumwambia Aggressive. Take care. Yes. Na kama kawa anapendwa sana. Yes. Namna hiyo. Tunafurahia sana. Na ni vizuri nimeelezwa, tukirudi naona watu wamejaa huku. Ukiangalia upande wa Brooks of Life TV, kama dawa. John Waweru anasema show iko top sana. Naona side yako mambo inakaa namna gani? Hapa kuna mwingine anaitwa Elizabeth Shi. Anasema ni poa kuongelesha wanayudhi. Yes. Yeah, mayudhi wanaitangwa mayudhi ama wanarika. Nawaambie ni vizuri wakae kwa Mungu waokoke. Madrid kwanza tuachane nazo. Kwanza tumewaambia Madrid waachane nazo, na mkapewa advice mzuri ya mwaka hapa. Ati wacha kukua pia influence na watu. Benz na Jeep hazijaifanana. Wewe kama huwezi kaa kwa Jeep, toka kwa Jeep. Kama wewe ni Benz, wewe tu kaa kwa side ya Benz. Tulia na watu wenye mko the same na wao. Kama uko na rafiki mwenye anatumia Madrid, jaribu kumbongesha. Wacha usisikize ile msemo wanasemanga ati birds of the same feather flock together. Saa zingine you can be a change to that person. Nikiangalia pia naona mtu ambaye anaitwa Hana Hasano. Na pia ako ndani. Anasema pia ako tuned. Na tunasema ni asante kwa wale wote wanaendelea tu kujaja. Naona pia TikTok huko kwako wamefurika. TikTok ni wengi. Ni vizuri watambue pia wasikie wakiwa wanapendwa. Kuna Boni. Naona pia kuna mwingine anaitwa Detroit. Yes. Kuna mwingine anaitwa Cynthia hapa hivi. Wengine ni Mayusa, naona Mayusa. Though ni wengi kwa wingi. Kabisa. Kwa hivyo unawaambia waendelee tu kutegea. Waendelee tu kufuatilia. Kabisa. Na ndio hiyo sasa, ndio maana tuko hapa kwa sababu huku ni Brooks of Life TV. Ni vizuri kabla hatujaingia kwa undani na kwa deep zaidi, najulisha kwamba na mwelekezo wangu ni vizuri niwakumbusha kwamba September kuna form. September kuna form. Kuna form ambayo tumeandaliwa na our own bishop, our director here Brooks of Life TV, ambaye anaitwa Bishop Ann Njeri, ambaye ni wayuko upande wa UK. Huko kwenye kuna mnaitanga majuu, kuna conference ambayo imeandaliwa ambayo itakuwa September kutoka tarehe 17 hadi 20. Huko ni mzuri mkuje, tukule neno, tuombewe, tuopewe maombi, tuokoke, tujue Mungu. Above all to interact. You interact na watu huko. Unajua hiyo interaction ndio inaletanga job opportunities, ndio inaletanga msee kama huko unajua kitu, unaweza unapata kamwanya kukujulia kitu hapo. Ni vizuri sana. Our youth September kuna form ambayo nimewashawaambia itakuwa pale upande wa Thika High School, wewe nitafute kama tutaenda pamoja, tuandamane na wewe pamoja, tuweze kuhubiriwa na our own Bishop Anna. Pia kutakuwa na wahubiri wengi zaidi. Ni vizuri tuandamane, tusikie neno. Na tunaambiwa msihate, don't miss out. Sisi wote tutakuwa huko, tusikie neno, tubarikiwe sisi wote pamoja. Na pia tupewe counseling youth, kwa sababu youth wengi we have a wrong way to go. Tukiwa sisi pamoja na you have a wrong way to go. Na venye mambo inaenda tu ikibadilika hivi, kesho unasikia mwingine ameingia sijui forex, mwingine sijui mambo imeenda hivi, amekuwa hivi, mwingine ameingia kwa kukunywa pombe na kukunywa sijui hizo vitu zinaitwa mashada na nini, na maisha yake inakuwa ya kukua ruined. Ni vizuri sana mkae mkiwa tayari kwa sababu ya hiyo siku, na najua kila kitu itakuwa tu iko fiti. Hata mkiwa ina group, hata mkiandaa group of 20,
mshinde venye mta transport wasumbue, ni vizuri mzungumuze nami, tutajua hiyo maneno venye tutaifanya. Na wakaji wote wadhika tutakuwa humo hivyo, ndio tukikuja kuandaa, tukiwaambia ni nini itakuwa imeandaliwa hiyo siku. Kumbuka ni September, this coming month we have just a few days, a few weeks tu kiasi tuingie September pale, kutoka tarehe 17 mpaka tarehe 20 tutakuwa upande wa Thika. Kutakuwa na conference ambayo imeandaliwa na our own bishop and Jed kutoka upande wa London, yani UK, United Kingdom. Yes, na ni vizuri naambia pia nisemezane kwamba huko Brooks of Life TV ungekuwa kuruka pale home, wewe unataka kukua na skill, unataka kuwa na skill ya videography, unataka kuwa na skill ya photography, unataka kuwa na skill ya video production, we are offering those skills to you. Ni vizuri unene nasi kupitia namba ya simu ambayo iko katika runinga yako pale. Utuambie, mimi niko na passion ya utangazaji, how can you help me? Mimi niko na passion ya kukua videographer, how can you help me? Mimi niko na passion ya kukua producer, how can you help me? We are offering that opportunity to you young people there. Na ni vizuri sana kukua na skill, kuwa na something that it can give you money. Unaweza ipeana ikupatie pesa na life ikuwe ikikua tu ikiwa 50-50 na ikienda hivyo. Pia tuna offer marketing, story na marketing, that is advertisement. Ukiwa pale na biashara yako, ungetaka ipigwe advert, ungetaka ifikie wasee wengi huko mamtaani, makaunti, ni vizuri unene nasi kupitia kwa namba yenye iko hapo kwa screen yako, ndio mambo iende ikikuwa mzuri kabisa. Yes, na tumerejea. Nadhania nimewapeleka madukani, wamejua mambo 2-3 kutuhusu, wakajua paka kuna form September, kutoka September 17th paka 20th. Ndio sasa nataka turejereje. Tulikuwa tumefikisha pale ni mtu akae kulingana na maisha yake. Ndio tuweze kupunguza hiyo mambo ya vijana wetu kukua waraibu wa dawa za kulevya. Ni vizuri wakue stable kabisa. Sober. Mtu akue sober paka kwa job. Uishi na watu wenye ni waligi yako kabisa. Na ujue choices has consequences. So mtu anaitwa Elvis G. Nzuri sana sasa tuwapeleka kwa trendings. Ilikuwa tu somo la kawaida tu kuambia tu, ilikuwa tu it was about just a by the way. Na warning kukuambia choices have consequences. Wenye mnatumia madre ni vizuri sana mpunguze, be sober minded, ndio pia opportunities ziweze kuwapata, kwa sababu pia Mungu anasemanga anabarikingi mtu mwenye ako pure. Unajua ukitumia hizo vitu madre you become unsober, you become unpure. So hata opportunities zingine haziwezi kukuhunt. And sorry to say so if I should be sorry. Very true. Unaambia ukweli by the way senior. So it's good. Ukiwa pale home, tembea na marafiki wazuri, tembea na jiofiti. Ukiwa na biashara natumia usimu reject, jaribu kumurudisha on the ways, on the paths, ndio mambo ikuwe tu iende ikiwa mzuri. Na pia wacha utasikwe wa kuconvertiwa. Wacha utasikwe wa kuconvertiwa pia. Ulikuwa uko unatumia, wewe unaambiwa piga kamoja, life ndio itakuwa fiti. Hapana, let us be good. Let us be our helper, be our sister keeper and brother keeper. Na mambo yote itakuwa iko 50-50. So ulisema leo kuna trendings. Kuna trending especially kwanza ikiwa Love Wednesday. Ikiwa Love Wednesday nasikia kuna story moto. Kuna jamaa niliona pale nilikuwa tu Instagram mambo yangu. Napata reel moja mwecheche. Jamaa alinyimwa munju mbele ya kamera bana. Na msee ni mpoa. Madam ni mpoa man. Yes. Jamaa hakubambika. Ya pili niliona ametoa machozi. A man crying kwa sababu ya mapenzi. Naona hiyo trending ndio imeke trend sana. Remember this guy by the way. And it's good to say because it has a trend for now. Anaitwa Gunjere Smile. This guy he was dating there before. Kuna dem alikuwa na date, alikuwa anaitwa KK from Burundi. Now the issues happen, wakaachana.
jamaa akaingia online akasema ameachwa, vitu sijui vitu za kupiga content zenye walikuwa wamenunua, keke amechukua, and life ikarudi nyuma kwake. And Kenyans we joined hand, wakajaribu kumsaidia kumuinua, but kibaya baya juzi akapata ajali. Sijui inasemekananga ni stima ilimgonga, ilimknock. So akaungua mkono kidogo, but alienda hospitali akatibiwa na kila kitu ikarudi fiti. Now the funny thing is alirudi na akafall in love tena. Yes. Okay. Na akafall in love na akafanya relationship yake ikakuwa open towards that, asha move on. Na watu wengi wakasema si vizuri kutangaza saa hii, ni vizuri ungengojea please upone, nini. Little did he know, akapost akatuonyesha this is now the life of his life. Kidogo tukaona amealikwa kule Obina show. Ndio hiyo sasa. Paka akaanikwa peupe. Wanasemanga kuanikwa peupe. So the thing was like, okay, ameshafika, ameshaitwa show. Ashatuonesha kila now the world is a influence. Ni mtu akona influence pale social media ukiingia, akona influence, pia kwa watu akona influence. Akona influence pia kwa hivyo namna hiyo. Then ashatuonesha akona dem. Sisi tukafurahia. Kwa hiyo najua hakuna mtu mwenyeze furahia kama you have a girlfriend who loves you. You're even showing the world. Inasemekana ukifika point as a man unaonyeshana to the world there is someone that you love. Kama venye tu umeambia Selini Getao, know that nakupenda. Pia that man alikuwa na feel the same. Na ana post pale online. Na hivyo mambo ikakuwa tu iko fresh barida. Kuna mtu wise alisema, usihesabu mayai kama haja ni tangu aje before they hatch. Don't count your eggs before they hatch. Your chicks, Sasa mwenzangu your chicks, sorry. Sasa mwenzangu ni kama yeye alikuwa sha decide ati itapik. Na ukiangalia the time span, ilikuwa very short time. Ndio hiyo. Ilikuwa very 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 short time. So ni kitu hata maybe Demnia alikuwa anajaribu na hakuwa sure. Ndio hiyo. Na akaona pia hawezi taka kuchoma kwa show. Na get. So jamaa ikabaki amepigwa blanda. Ndio hiyo. Na get. Na ikakuwa imemoibisha vibaya sana. So pale walipoitwa pale Obina show, they were so happy. Very. They were discussing the issue very well. And by the way, and it's good watu wajue si poa kupikwekanga magrudges mkiachana na msee. Because that girl mwenye anaitwa Keke, he never still hakushinda akirespond atijua na waona online ati now he has a new lover. Sijui nini atenda shinda akiingia online kumtusi ama nini. He remain calm. So it's good to our girls mkiachana na msee, wewe achana na msee, wewe chill, wewe ufocus na maisha yako, ndio ujitafute tena, utajipata tu. So like the Gunjere alijitafuta akapata mpoa mwingine. So alipofika pale show, in the discussions, ikafika point, can you kiss Gunjere direct here on the camera? Jamaa nasikia alikuwa ameanika mpaka lips. Alikuwa amezianika hapo akingojea mbusu la supplies. Little did he know the girl akasema mzee chill. Alikuwa zile kwa miudu akaambiwa chill. Relax. But after now that show, the girl alikam the boy now ndio alitoka pale akasema ati alisikia vibaya mpenzi wake amekataa kumpiga busu hadharani kwa national television. Remember Obina TV is a TV that has a lot of people who watch, and ukiembarasiwa hapo hivi jua kila mtu atajua you are embarrassed. So the guy alianza kulia now ati alisikia I was like, sasa unalia what? Lakini buda hata kama ni wewe mzee. You know, why? Now as a man, that's tunaambiangwa, I know, and it's bad to say so, although watu usema men don't cry. They do actually. Hata kama si mbele ya wasee. They say men don't cry. So I wondered mbona yeye ametokea na kitu yenye namuuliza si ati ameachwa, ni ati it was just alinyimwa chance ya kupewa kimunjo mbele ya kamera. So I was like, do people feel like is
for you, is it good to prove to your person, to the world, that you love him or her? Is it approved? Does it apply? For me, mi nasemanga hii maneno ya relationship si about the people. Yes. Ni about you and the person you are with. Yes. Ama your partner. You maybe uday mbele yako anafanyanga anything. Lakini ikifika kwa umati hata hizi kushika mkono. Maybe ni her personality. Yes. Una get? Yeye hapendi kuchachisha. Yes. Like for me, mi niko hivyo. Mi ni ngumu atupate mara amekiliwa mikono kwa shingo kwa viuno. Ni ngumu. Na hiyo nilimtapia. Unatembea kama kawaida. Hiyo ni maintain distance. Maintain nitango aje professionalism kwa relationship. So hakuna kwa kila mse akona ile the taste. So kila mtu akona kitu inaitwa ground rules. Unajua mimi ikifika ni mbele ya wasee ningependa to behave hivi na hivi na yes. Tukiwa si wawili we can do anything. Nipata? Yes. Sasa my guy here hiyo ni kama hiyo chapter alisahau kudiscuss. Akaamua kuifanya practically. Yes. Yaani ni kama uende practical bila kufanya theory. Unauma nje. Chemistry lab unaweza kufanya. Unauma nje zote. Chemicals zinalipuka kulipuka. But now the issue is he cried to the world. Alionyesha people that alilia juu ya kufanywa hiyo kitu. But for me I felt like that's not a taste of a man. Because me I believe hata kama angelia peke yake. Hata kama ni content, you know. Hata kama ni content, because people take you as you are. And people when they realize you are weak, when you are weak, that's your weakness. People will take advantage of you because they know your weakness. Wewe usipokuwa recognized kwa public, you feel bad. So that's the thing that tumeonyesha kwa world that I'm weak in that part. Tuseme nimeenda mahali, nimetaja Elvis, nimetaja Frank, nimetaja our director Kemanuema. Mukose kunitaja, I will come then online. I say unakumbuka ile conference, walitaja fulani hawakunitaja. That's now you have showed people your weakness. And you know people take advantage of someone's weakness. Sure. But they were encourage, some people walimu encourage, but others were like, now we know your weakness. So there is a guy mwenye ataenda kuongea mbele ya mtu amwambia sasa niliona unalia je ukosa kukisiwa hadharani. Yo, that's will lower your self esteem. Sure. Na umesema kwamba umepeana point ukasema it is not good. Si lazima uprove to the world that you love someone. Love is between you two and your partner. Although the girl after that clip went viral, alitokea na kusema si ati alikataa kumbusu. The girl alipeana sababu that was a national television and his parent may be watching. So that the standard of the girl. Hakuwa anataka kushinda. Alihofia that kuna watu wa maana maybe wanaweza kuwa wana watch like wazazi and all that. So for kulingana na reason yenye alipeana, although watu wanasema ni uongo, waliogopa kuna mpoa mwingine angeona feel. Unajua squeeze madem now you can be dating someone and kwanza kuna mwenye sasa una date mwenye unapenda na kuna mwenye una date anakupeanga pesa. So ukipewa pesa na mwenye anakupeanga mwenye ana date ujue mwenye ako na pesa mnaenda kukula na huyo mwenye unapenda. So the people are like Ingojeres anatafuta pesa, maybe kuna ule sasa mwenye anapendwa, mwenye wanakula hizo pesa na yeye as a theme. But the girl come out na akasema no, I'm not like that. Nilikataa juu ya wazazi wangu wanaweza kuwa na watch just because of the standard. And I feel for me, for my opinion, not another person opinion, for me hiyo ni standard ya mtu. Pia mimi kama si feel comfortable kukushika mkono tukitembea kwa barabara, accept it. I love you, yes, but accept my opinion, accept my standards. Sure. Yes, because umesema vizuri, umewaambia here it's not a matter of proving love to people that you love each other. It's all about nyinyi kupendana na kuishi na mapenzi yenu, no third party in your relationship. Na ni vibaya as a man, hata I pity men mwenye ukiacho unaenda kuweka online
unaandika ma status zimefuatanisha huko. You try to show us your weakness. Some things you fight them on your own. Because you fall in love, we are not there. Exactly. Why now come when things have turned up, turned down? You are coming to us crying. Yeah. And yet you fall in love, you too. You are great. You didn't involve us. Yeah, sure. So it's good. No, for your mental head. When things turn down, don't try to show them to public. I'm a victim of that. Yeah, I know. sure. I know very well. Don't be your person of showcasing everything online, your relationship status, your family, you meenda sijui wapi. Sometimes chill. Take your time, chill. In the eyes of online pia ujue kuna machawi huko online. Exactly. You can post your girl somewhere here aseme muachane, and it happens. You wonder now what has eaten each other. Huh? So it's very nice and very good. People maintain your peace. Mkiachana na mtu achaneni cha amani. Mtu akiona akiingia kwa relationship na standard zake, accept it or regret it at the beginning. Ndio ujue kama will I coop. Will I know, kama unataka mtu akushowcase mapenzi huku the whole world, tafuta mtu akushowcase the love to the whole world. Kama unatafuta mtu there are what we call standard. Na many people they don't understand there is what we call standards. Everyone has his own standard. Kuna mwenye anapenda hii, kuna mwenye apendi hii, kuna mwenye anapenda kufanyiwa hivi na kuna mwenye apendi kufanyiwa hivi. Kuna dem anapenda nikiwa in public ashikwe kiuno mkitembea. It's okay. Kuna mwenye hapendi, don't feel like hakupendi. Yes. Kupenda less. It's good you accept it. And you be you. Venye ningia huyu jamaa Kenya angefanya kama angekuwa mjanja. Angegeukia huyu dema muulize. Are you comfortable me seeing you in front of the camera? See? At least angekuwa na mamunju zimeenda mbele ile alafu nyuma. Because it was so embarrassing. Yeah. Imagine you are so ready. You are expecting to be kissed. Yeah. And you even you had put the lips ready. Ah. And the cameraman was there zooming you. I'm telling you. Yeah, it's so bad. It's so bad. Although the girl alitokea na akasema it was just because ni wa chill up. So we are hoping for the best for Kujeref Smile in that relationship, because usha to show in the public, usha tuonyesha you are in love with another girl. May it favor you. May it be good to you. And please, if you are listening to me, sometime chill down. Praise. Huku online mambo ni mwecheche. Yeah? Huku hata kama ni content, do it in accordance for your own peace. Huku watu watakurarua, watu people are very eager. Yeah. Wanakuanga very eager kiumane. So that they can find tea. Many people are following you up. Yes. So is that was the trending yenye imekuwa tu surround here and there. Asipoteze hiyo smile. Hatutaki tena tusikie ati vitu zako za content zimepotea. No, tunataka tupate everything is fine for you. Sure. And all of you also. Maintain your peace. Make sure whatever you do ina attract peace kwako. Kabisa. Ndio. Make sure pia ukiingia kwa relationship usionyeshe weakness yako kwa watu. Maintain your peace. You show people your weakness, they take advantage of you. You show people your desperation, they take advantage of it. Exactly. And that is it. Because everything happened with time. Yeah. Yes. Even for a tree to grow, yes. Or a maize plant. Yes. Inaanzanga na kambegu kadogo sana man. Na pia huwezi sema, huwezi anza kuguess. Hii kama hindi katanipea mahindi ngapi? Ama hii mmea ya muhindi itanipea mahindi ngapi? Ndio hiyo. Kwa hivyo unangojea mpaka ile siku ya kuvuna ndio unavuna. Ndio hiyo. Na huyu jamaa hivyo ndio alimess. Hata mi before tufike at public I think na ni after heartbreak. Bana. Yes. Mimi nilikaa almost 3 years before sasa niseme yes ndio kweli I have approved. Sasa hapa ndio nasemanga sasa saa hii hata ifike wapi na wapi it's okay. Yes. Yeah, you wait. Okay. You wait. Yeah. Na everything inakuwa tu poa kabisa. Iko best. Kabisa. Na kila kitu inakuwa tu imejipin venye inafaa. As they always say, kujipin venye tu
kitu yenyewe inapa. I feel nice by the way. Yeah. Tumekuwa tukirimishana hapa. That was one of the training imekuwa ikitrend huko online. And then kuna hii nyingine mwecheche. Kuna watu wanajiita Heha Movers. Sijui kama umewasikia. Nimewasikia. This group ya kuhamisha watu. But sura nazo ni za kuogofya. Cha kazi. They are even saying that they find people love partners. Ukiwa pale wewe huna mchumba, unadevilipiwa mpoa hapo kwa mrango. Ukiwa pale unataka kuhama kutoka Kangemi toward Kayole, unaweza call. Now the problem is that wanahamisha, nasikia other people wakisema kule social media, wanahamisha lakini mali umehamishwa upati vitu. Unashindwa hapo kujiandaje hapo katikati. Unashanga what happened in there between. Yes, walikama wakapiki vitu. But social media wasi unasikia msia akisema ati yeye nilihamishwa lakini mali nilikuwa vitu zipelekwe si kuzikuta. No, that is the issue that people are fearing. But those people, they have come up and they offer moving services. Ukitaka kuhama kuishia place yoyote, just free to call. Na pia wanapeana loan. Yes. Okay. Ukitaka loan, now but the criteria is one with condition you come alone. Ukikujia hiyo loan, ukujia suru. Ndio ukose kulipa wadili with you perpendicular. Yes, ukose we ukitaka loan, we kuja peke yako. That one thing. Another thing that they are saying, they offer even we ukitaka dame ama boy, contact them. Wanakuletea mali safi kulingana. Ukiwaambia mimi my taste is black chocolate, wanakuletea black chocolate. My taste is mzungu, they have ability to bring for you a mzungu. Yes, watamuimport ama atafanya ama na mdownload. Hapo ni kazi ya heha. Hiyo sasa ni kazi ya heha. Wewe ukipeleka tu you are thought kwao. They are ready to help you. But the issue now they are venye wanakuwa kona sura ya kazi. Hiyo ndio inatatanisha. Hiyo ndio inatatanisha zaidi because ati wako na sura ya kazi sana, wanakaa serious sana. Na ukiwaangalia hivi wanauza tu fear. Wanauza tu hata wewe mwenyewe akiweza kangu kuhamisha jameni, unaweza kuwa nanunua uoga na offer. Unarudua na shida ukiwaita hawarudi. So if you call them when you hakuna kuchange mind, unahamishwa by force, by fire. Umewaita, umewaelezea kila kitu, umwambia nataka kuhama kutoka Kibera mpaka Bangathi. Ati tena wafike hapo waanze kuambia I changed my, hakuna cha kuchange mind. Neither uhami ama twende na wewe. Ukiwapigia tu namba yako, ukiwapigia tu tenje, waambie wase nimepewa namba, are you Heha Movers? Of course. The HR. Sasa kuna HR lako hapo is a man. Ndio ana receive tu call yako. Woza. Wasemaje? Tunakuja. Tunafika. Then atuwafike uanze kuambia excuse guys, kuna venye nimeona sikuwa sija clear up this and this and that. At then now you want to change your mind. At you want to change your mind. You want to do other things. Wanakuambia hakuna cha hizo. It's either you cope with their things, you cope with the system yenye umewaita wa muhame. Ndio kila kitu iko tu fit. Sasa mimi nimeimagine umewaita. Yes. Sawa? Wewe ni farmer. Umeweka kama kuku hivi man. Sawa? Yes. Hapo tunawaita hivi unakosa kifaranga. Unaambia heha ni aje? Kuna kifaranga sioni simtegee. Sasa unataka kuhamisha mifugo. Unataka ngoja kweli. Nimesha kupeleka nerada that the moment tu wewe umewaita, mwambie mimi nataka kuhamisha vitu zangu hata kama ni mifugo ama nini and all that. Ukishawaambia tu hivyo, now they are like okay, tunaenda wapi? Yes, that's the way. Shida ni atimizi jasikia mtu mmoja amehamishwa na watu vitu zikafika. Azifiki safe kama hata azifiki.
Sasa watu bado hawajawa trust. So juu mi bado nakosa kujua kama zinafika ama hazifiki. You know, you see. Juu the thing is it is inasemekana vitu zinasemekana zinaenda lakini kunasemekana hazifiki. So mimi nataka tu mtu mmoja maybe atuambie is it true ukihamishwa na Heha Movers vitu zinafika. Juu kuna mtu nisikia akisema yes unaona vitu zimechukuliwa na zimewekwa kwa dinga lakini place zenye ulikuwa uende kukaa ukifika hawajafika na haziyuko. Ukiwapigia simu wanachukua kweli. No, hiyo ndio hofu. Alafu now kuuza uoga the face is set in fear. Na unasikia wanapiana wrong but criteria ni moja. You come alone. Wewe ukitaka mfiansi, msweetheart, unabongana wao wanatafutiana paka mabibi. So I want to jue is it true je Heha Movers kuna mtu amehama kidogo hivi akaenda mahali vitu zikafika safe akakuwa tu safe everything ikakuwa iko bie. Juu sai kila mtu wako zile za Heha Movers. Hata sasa upigia tu best yako mwambie na manzi nataka kuhama. The next two step contact ya Heha Movers. Ndio unaangushiwa pale. Na nimekuambia hakuna kuchange mind na hakuna kuchelewesha. Nikisema ni 5 ni 5 mshaanza kubeba vifaranga. Acha vile unasema ati uko na vifaranga hadi tena wanakuambia tutafuta kifaranga mmoja tunaambia uko na ngapi? Niko na 99 kamoja ndiko sioni. Tunabeba 99 hako kamoja utarudi kutafuta na sasa 99 washapotea. Hakuna yani wao hakuna kupoteza fuel na masaa na hakuna kupoteza masaa. Ukishapi ni location ni hapo wanakaa mkukam mpaka hapo. Nasikia ni kama hata wanakutrace bila hadi kuwapea location. Ni wajanja. Na wako na ofisi pia. Wako na HR, wako na secretary, wako equipped. Lakini kitu sijasikia kama wanaajiri au una apply job namna gani? Ama sura ndio inakupea kazi. The thing is they have enough members of work. Okay. They are not hired in at the moment. Nile tulikuwa tunasemanga tukiwa udogoni ulikuwa unasema aje? Tulikuwa tukicheza games zikani police and robber. Yes. Unasikianga no more less. Hakuna mwingine imetosha kama ni 10 of us is 10 of us. Na pia wanawaisha mpaka vitu ukitaka kama wewe ni uko mtu wa mjengo mnataka kwenda site mnataka maspade ziko hakuna kitu haofi. Wewe bora zile basic kitu kama run wanaofa wanamuvumiesha vizuri ndio vitu hazifiki. Hiyo ndivyo watu wanasema huko social media. So tunataka tujue kama kuna mtu mmoja mwenye amehamishwa na wao vitu zikafika safe. But it's a good Kenya content inaenda tu ikisamba. And I think hata ukiona YouTube now it introduce another policy. Come February next year what I increase those the watch hours and the whatever number of subscriber and all that. Remember Kenya tunasemanga kuboeka ni kujitakia si every minute ndio hizo memes zinaachiliwa every time every minute ndio hizo trends zina trend huko unaingia kidogo unapata unapata kuna kitu inaendelea huko. Remember even the content is being made every day every time. Remember pia kuna huyu msichana wetu mwenye aliachwa na Joshua still ako kule TikTok bado analialia huko. And she was in a Gaubina show and the guy I remember yeye alikuwa anasema huyo demo aliachana because the girl alikuwa analialia sana alikuwa na utoto alikuwa analialia sana alikuwa na akona utoto mingi kidogo and the girl is doing well pale online pale TikTok inaitwa content. So it's all about your content. Hata ukiamka tu asubuhi usikie utafanya content ya kutembea huku kote kiwa uji it's still content because people are doing content every day every time. Na tumefika Kenya sasa hakuna mtu every content kila mtu sasa anafanya content.
many of the people are doing content. Kuna wenye wanafanya dancing, kuna wenye wanafanya vlogs za kutembea and all that. Kuna wenye wanafanya comedy. We have a lot of comedian here. Wengine wanakuja kwa njia inafaa and all the platform wote wako humo. Yes. Ndani. Nice. Kwa hivyo Kenya pia naona ukiwa na simu na data we entertainment uko nao kwa mkono. Kukua na depression maybe tu unataka tu therapist unless kama simu imekufa ama simu ilikuwa ina data ama yuko mali kuna net and all that. Remember this is Brooks of Life TV, your home of stories and all that. This is the youth podcast youth podcast pale, na naona kule upande wa comment wameflow wameangusha ni vizuri nipitie usande hii pande yangu ya Facebook pale Brooks of Life TV. Naona mtu anaitwa John Wawero, nilikuwa nimemsoma, anasema show iko top sana. Naona Elizabeth She pia anasema tune in kama kawaida. Na kuna mtu wako hapa ananichekesha, anaitwa Anwawero, anasema ukiachwa achika jamani. Ukiachwa ati uachike. Anasema pia Joroga James namuona ako pia tuned na anasema kigosh ile CBD worship ya Thursday ile itakuwa ina broadcastiwa. Joroga imesikika. Naona pia Anwelo pia akarudi tena akasema huku kuna waka nao ni I think ni story ya Mr. Gujere Smile. Yenye tulikuwa tunaongelelea pale ya mtu kiasho unakubali tu kuachika kwa njia tu inayofaa. Unakubali tu. Ndio hiyo sasa. Naona pia TikTok kwako mambo iko namna gani? Mimi kwangu mambo iko sawa. Na naona tu watu hapa wako live. Ni vizuri watambue. Naona hapo kuna Purity, namuona pale. Kuna Jonte, naona tu wako pale wamemedi tu, emoji tu nini. Kwa hivyo nawatambua sana kabisa. Tunawatambua na tunawapenda sana kwa sababu ya kuendelea kukua pamoja nasi. This is a youth podcast with your only host here, Senior Maina Jabayawera. Kabisa. Yes, with my Elvis with my Elvis G pia akiwa ndani ya show ya siku ya leo. Na naona mambo imekuwa tu fiti kabisa. Naona naambiwa time is not on our side. Jo imetupa kisogo. Naomba ni vizuri tukue tunakusanya virago ili tuweze kuwa tunadondoka bana. Maybe kabaridi kasitupate njiani au sio? Kabaridi kasitupate njiani. Kuna venye. Na pia remember ni vizuri uende uangalie kama kwenyu kuna stima juu. Zinapotea kiholera. Unaweza jipata kana kwamba stima hamuna. Na ndio hiyo sasa. Sisi hatuna budi ndio kuambia ni kuondoka sasa, tunataka kuondoka. Kuwe na usiku mwanana wakufana zaidi mpaka siku nyingine. Remember tutakuwa tunapatana hapa every Wednesday kabisa kutoka 5 mpaka 6. Tutakuwa tunapelekana moja tunakuja hapa, tunabanza, tunaelimishana, tunacheka kidogo, tunaangalia trending zinafanyika all over our nation, all over the world, all over the nation. Na tunasema muendelee kutushikilia, kutusikiza. Na tutakuwa tukikuwa pamoja hapo. Unatuma comment yako, unatuma salamu zako, unatuambia unatia mkazo kwa point yenye tunapeana hapa hivi, na mambo itakuwa inaenda tu ikiwa sambamba kabisa. Mimi sina budi la kukuambia kwaheri na kukuambia uwe na usiku mwanana mwema. Yes. Na mimi nitawaachia jambo moja. Tukasema Benz yezi fanya kazi ya Jeep na Jeep yezi fanya kazi ya Benz. Kwa hivyo we chill, relax, stay your lane, stay your place. Ndio hiyo sasa. Kama kawaida ni Elvis G na nawapenda sana. Kwaherini. Odious. Yes. You have made me glad. Lift your name up high. Let the whole
Are you a gospel minister and you need a platform? Blocks of Life TV is here for you. We give you space to share the word, to minister in worship, and to reach many lives. Join Blocks of Life TV today, where the gospel brings hope and life. Contact us now. Welcome to Inspiration Talks and Glory Encounter Hour with Bishop Dr. Anijeri, navigating life issues and sharing God's word together every Saturday and Monday evening at 9:40 p.m. East Africa time, 6:40 p.m. UK. Never miss 1 p.m. lunch hour service, Monday to Friday, and 6:40 p.m. Sunday service. Tune in and let's talk about it. Welcome to Brooks of Life TV, your home of inspiration, transformation, and meaningful conversations. You can find our offices in Nairobi, Njiro, behind Lexo Petrol Station. For inquiries, partners, and more information, contact us via email at brooksoflifetv@gmail.com or WhatsApp us on 0780 699 558. Brooks of Life TV. Let's talk about it. Ndakugeithia amwiriri witu ni Chitoa Kimani, Steven, director Brooks of Life TV. Gakushokeria ngatho muno makiria ni tandu wa ukorwo ugitutua session yaku, session ya hakuhi nawe. Tukoga ni ngatho ni tandu wa gututambura. Ithu tuta Brooks of Life TV tutigagirira ati twahota ku deliver kana twahota kukunengera kiria we mwiriri wendete. Gwakinya ni kiugo kia Ngai, gwakinya ni guthaka nyimbo cia gospel, gwakinya ni kuyukia taranda cia aini, taranda ocio the thini wa society atwako tugishinyita ugeni guku gwitu, na niko tutigagirira ati ni twakunengera that opportunity nigetha we ukaigua ni wanyitwo guoko kana ukaigua we handu haria witaga mucie. Oitho tuta Brooks of Life TV tutigagirira ni twakunengera production ya bata muno makiria riria guka ni kurekodi rwimbo, gwoka ni gwika shooting ya rwimbo, ona gwakinya ni umemerekia tukorwo twi namba imwe. Nikyo turakwira ati ithu tuta Brooks of Life tugutigirira ati we na wakena ni kire gyo turakorwo tugikunengera, na tukigwo tukenetwo na makiria kuigua ati we ni ukorwo ati ugito join. Number 1, gugiria we na taranda yaku, ringi we na mwana waku wita muciari, ringi we muciari mwenyewe ni urabatara gukorwo ati ukimenya maundu maya. Ithu tuta Brooks of Life TV ni turatigirira ati ithu twihane tandu waku. Kogwo we wendete rwimbo, we twihane tandu waku, we wendete umemerekia, twihane tandu waku, na we wendete kumenya uhoro wigie rwimbo uria ruturagwo, twihane tandu waku, ona we wendete kumenya maundu ma media mathiaga ati ungenda guthoma, ringi kwi nurabatara gwika, ringi ukorwo kimenya kamera uria ioperataga, kana ringi urenda kumenya software iria cirutaga wira thini wa streaming. Ithu tuta Brooks of Life TV turatigirira ni twakunengera haku we wendete. Kogwo we karibu sana. Twi located mwena wa Njio, na haha ni ungitukora, na ungenda gutunyita hena information irathi screen ni yaku, no korwo gitunyita nayo na namba itu ya thimu, twina email itu, ona thini wa social media handles citu, thini wa TikTok tureta Brooks of Life TV, thini wa YouTube Brooks of Life TV, ona thini wa Facebook
ni Brooks of Life TV. Koguo in all our social media twi haha ni tando wa kweno reach out no korwo gitu visit office citu nigetha nawe okorwo kiamukira utungata uria ufatanitie. Andu itore marutaga wira na wigiririki gwakinya ni guthi go shoot kuja maka deliver on time, gwakinya okorwo ni music production ugekirwo na njere yagirire, gwakinya ni video production mawikira na njere yagirire. Koguo karibu sana Brooks of Life TV, tugagikire githima kia muoyo. Ni ngatho.